nimejaribu kumpenda lakini hapendeki. Sijui. Mimi nilipokuwa ofisi nilimheshimu. Yeye ni ndugu yangu, hata akikataa alisema mimi si ndugu yake kwa sababu sisi ni damu moja. Wewe profesa, huwezi kuwa ndugu yangu kwa sababu I don't think you mean well for us. Siku nilimaliza hii pombe, ambaye ulikuwa minister wa interior, Ruto alikuita akakwambia tu sabotage hiyo vita, na ukaambia polisi wawachane na hiyo vita. Nikakupembeleza Profesa Kindiki ya kwamba hii pombe namaliza jamii yetu, na nikakuuliza kwa heshima usikubali kutumiwa na Ruto kusabaratisha vita dhidi ya pombe. Wewe ukasabaratisha hiyo vita. Saa hii hiyo pombe inaua watu wetu, na Ruto anataka iue jamii yetu. Hii pombe baya hakuna pahali ingine inapelekwa Kenya, yote inaletwa Mlimani, na ni Ruto mwenyewe amesema hiyo pombe iletwe hapa. Wewe Kindiki mlishikana na Ruto kulete pombe kuua watu wetu. How then do you say I'm your brother? How can I be your brother when my other brothers you are killing them? Hii pombe haiko Rift Valley, haiko Western, haiko Nyanza, haiko Coast. Yote Ruto amesema iletwe hapa Mlimani. So machozi ya wamama, machozi ya wachungaji inafanya mimi nishidwe kukubali mambo yako. Wewe profesa, ukitaka mimi nikuwe ndugu yako, Kasongo akitoka Dubai, uketi chini na yeye umwambie shida moja hii jamii ya Mlima iko naye na yeye, na sababu moja imemkataa ni hii maneno ya kulete pombe ya kuua vijana wetu hapa Mlimani. Kwa hivyo kama yeye anataka amani na Mlima, asimamishe hiyo pombe, kwa sababu nilikuwa nimemaliza hiyo pombe. Bila hii pombe kuisha hapa, na ni mzuri Kagombe mumeanza kujua mambo ya hiyo mtu hapa ni mbaya, na mlikuwa mnajua, mlikuwa mnamfuata tu. Mambo ya hiyo mtu iliharibika zamani, sio jana. Mambo yake ni mbaya hapa. Akifikisha kula 1,000 hapa Gatundu, mimi siitwe Rigathi Gachagua hapa. Number 2, ile kitu nafanya mimi nikuwe na shida na huyu Kindiki ni kukubali kutumika na William Ruto kugawanya Mlima Kenya. Sisi nguvu yetu ni umoja wetu. Tukigawanyika Ruto atatumaliza. Vile sisi tutaweza yeye